Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Hili za ligi ya mabingwa barani Afrika, ndio. Ukiangalia timu ambayo haijawahi kufungwa na Ahly hapa barani Afrika mpaka sasa hivi ni labda ambaye haijawahi kucheza naye kabisa. Lakini si Esperance, si Wydad, si Mamelodi, si nani. Wote washafungwa na Ahly, kwa hiyo nafikiri inawezekana, lakini pia Ahly sio kama hajawahi kufungwa. Ahly ameshawahi kufungwa, ndio maana tunaendelea kuamini kwamba ni mechi ambayo kama Young Africans wakienda na mpango kazi mzuri, very possible kupata matokeo dhidi ya Ahly. Mechi iliyopita nafikiri walishaishika mechi kwa dakika kadhaa, na kama Alan Okello na wenzao wangekuwa makini kumalizia, pengine mpaka tunaenda half time wao walikuwa wametengeneza nafasi rahisi zaidi kuliko Ahly. Na mpaka mchezo unaisha, Yanga kapiga on target 5, sivyo? Ahly kapiga on target 3, kafunga magoli mawili, si ndio? Wao wamepiga on target 5 hujafunga. Kwa hiyo nafikiri ni mchezo mgumu ambao matokeo yake hayawezi kuwa determined kirahisi hivyo, lakini yatategemea zaidi ubora na performance ambayo Young Africans watakwenda kudeliver ndani ya pitch. Unajua kuna mabadiliko ambayo lazima utayaona kwa Ahly tofauti na Young Africans. Young Africans mpaka sasa hivi kikosi chake kama ni mabadiliko, basi labda umuone Dube amesogea mbao ndefu alafu akaanza mtu mwingine, ama Dickson Job ameanza kusini alafu mwingine akapumzika. Ndio mabadiliko pekee ambayo unaweza kuyaona kwa Young Africans. Lakini kwa Ahly tarajia mabadiliko, kwa sababu Ahly leo au kesho watasign striker mmoja wa kigeni, alikuwa mfungaji bora kwenye ligi aliyotoka msimu uliopita, watamtangaza nafikiri muda wote kutoka sasa. Sio za kawaida, lakini pia kwenye mchezo ujao hakika 95% Youssef Belhamari atacheza kwenye mchezo huo, kwa sababu ameshapata muda wa kufanya mazoezi na timu, na Nabil Kuka ambaye alikuwa anacheza kwenye mechi nyingi kama beki wa kushoto atakuwa anapumzika. Youssef Belhamari alikuwa ni miongoni mwa wachezaji wenye performance bora sana kwenye Arab Championship akiwa na timu ya taifa ya Morocco. Alikuwa na performance bora sana kwenye michuano ya CHAN hapa nchini, na nafikiri ndo aliyetoa assist ya goli la Osama Labnoui dhidi ya Tanzania, ndio. Lakini pia Youssef Belhamari amekuwa na performance bora pale Raja Casablanca. Kwa hiyo sina mashaka hata kidogo kwamba kwenye mchezo huo kuna nafasi ya kutumika. Marwan Othman maona aliingia tangu mchezo uliopita na performance yake ilikuwa bora. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo tunavizungumza kuhusu Ahly, Ashraf bin Shark hajacheza kabisa mchezo uliopita, si ndio? Tahir Mohamed kaja kucheza dakika 6-7 za mwisho. Hussein Al-Shahati kaingia dakika za mwisho. Hussein amekuwa acheza sana this season, si ndio? Lakini kuna kundi kubwa tu la wachezaji ambao wanaweza kupata nafasi na wakadeliver kwa performance. Kwa hiyo nafikiri kwa Yanga wanahitaji kuingia kwenye mchezo kwa kiwango bora na wakaenda kucheza kwa performance bora na uwezo wa kushinda. Tuangalie nafasi ya Simba kufuzu makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Tunaiona nafasi ya Simba kuelekea kule kwenye nchi yao ya ahadi ambako wamezoea kuelekea kile inapoitwa msimu kwenye michuano ya kimataifa. Nafasi yao ni kubwa kwa sababu inategemea zaidi mchezo wa Stade Malien ambao utakuwa mwenendo dhidi ya Petro di Rwanda, na haikuchukui dakika nyingi kusema nafasi yao ni ngumu, kwa sababu wenzao wanazidi kupata matokeo. Esperance de Tunis amefikisha alama 5. Esperance mpaka sasa hivi hajapoteza mchezo wao. Mimi huwa nafurahi sana nikiwa nawasikiliza watu na naangalia mijadala kwenye mitandao ya kijamii, wanasema Esperance yuko unga sana. Wanasema Esperance yuko unga sana. Inawezekana kabisa. Esperance sio yule. Esperance hii sio kina Mohamed Ali bin Ramadan, ndio. Esperance hii sio ile, sio taraji ile. Lakini kumbuka huyo katoka Club World Cup mwezi wa 7 tu wa 6, si ndio? Kundi lake alikuwa na Man City, alikuwa na Juventus. Kumbuka huyo Esperance ndio huyo ambaye kwenye misimu 10 iliyopita ni Ahly peke yake kafanikiwa kuliko yeye. Peke yake. Kafika finali 4, moja alidhulumiwa, moja akapoteza kwa uhalali dhidi ya Ahly, alafu na nyingine kachukua mara 2.
hatua ya mwisho mbovu zaidi kuishia kwake ilikuwa ni kuto qualify kwenda kwenye hatua inayofuata, ndio unanifahamu, ambayo ilikuwa ni robo finali. Esperance huyu tunayemwona kama mnyonge, Yosef Belaili hayupo, si ndio? Wanawakosa baadhi ya wachezaji wao. Ben Hamida karudi juzi. Mimi sitaki kuuza hivyo, na nafikiri hata Simba hawatampuuza Esperance. Wataenda wakijua ni timu iliyokamilika, mabingwa mara 4 wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, timu most underrated zaidi kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika na Afrika kwa ujumla ni Esperance Sportive de Tunis. Wengi wanaizungumza kirahisi, lakini mimi sijui huo urahisi wanaozungumzaje, kwa sababu sijawahi kumwona Esperance anayecheza mpira wa kuvutia. Sijawahi kumwona Esperance anayeshinda 5-4. Mara zote mimi namuona Esperance anashinda 2-1, anashinda 1-0, anashinda 3-1, ndio ushindi wake mkubwa. Lakini Esperance kila mwaka watu wanasema ilibaki hivi, ndio anaenda hivyo. Tuitazame Simba na safari yake tangu anaanza mchezo wa kwanza dhidi ya Atletico de Luanda, mchezo wa pili dhidi ya Marine, mchezo wa tatu dhidi ya Esperance de Tunis. Nadhani Simba kitu gani hasa kinawakwamisha kushindwa kupata matokeo katika mechi hizi tatu za mwanzo? Ndani ya pitch na ufungaji ndio hawana hiyo nafasi nzuri ya kuwa wanafunga bao mengi. Mpaka sasa hivi wamefunga bao moja, si ndio? Lakini ukiangalia kwenye kundi lake ndio timu iliyotengeneza nafasi nyingi zaidi. Simba pia ndio timu ambayo inakosa magoli ya wazi zaidi, si ndio? Sasa ukiwa unahitaji kushinda kwenye ligi ya mabingwa Afrika, unahitaji kutumia ama kuexecute kila nafasi unayopata. Ukikosea kwenye matumizi ya nafasi, watu watakuadhibu. Taraji wale unawaona juzi ile, nafikiri wametengeneza nafasi 2 tu za maana, 2 tu, wamefunga 1. Muda wote Simba kutengeneza nafasi kadhaa hajafanikiwa kufunga. Sioni script tofauti sana na ile, na mimi si mganga, lakini nakuhakikishia mechi ijayo ukiona Esperance kamiliki mpira walau kwa 35% mpaka 40, uje unikumbushe, itabidi tuwasiliane nikupe kuna jezi jezi mpya kabisa ya timu mojawapo kubwa barani Afrika. Uje nikupe mpya kabisa, nitakupa hiyo. Kama Esperance atamiliki mpira walau kwa 35% mpaka 40 kwenye kipindi chochote, wewe ndio unikumbushe, nitakupa hiyo jezi. Inauza $295. Nitakupa hiyo jezi mpya kabisa. Waone Simba lakini kufanya nini? Simba kumiliki mpira shakesi. Fadlu Davis alikuwa anamiliki mpira. Kaja mwalimu Hemedi Moroko alimiliki mpira pakubwa dhidi ya wale wana usingizini sio kina nani. Akaja mwalimu Selemani Matola naye kwenye mechi za ligi. Amekuja mwalimu Steven Becker na yeye anaendeleza pale walipokuwepo. Alikuwepo Dimitar Pantev, timu ilikuwa inamiliki mpira. Nini ambacho wakipata ni magoli. Kama huwezi kufunga unampa confidence mpinzani wako. Sasa ili kuvunja umwili lazima waanze kushinda, lazima waanze kufunga. Ukifunga magoli mengi ndivyo ambavyo natengeneza nafasi kubwa ya kushinda. Otherwise naiona nafasi nzuri kama wao watafunga magoli, lakini wakikosa magoli tunaweza tukaja story ile. Kuna namna spirit moja inaanzia kwa upande wa Young Africans, lakini pia vile hiyo spirit tulishaishuhudia kipindi iko kwa Simba Sports. Sasa hivi kwa Young Africans inaonekana kuwa na commitment kubwa wanapokuwa uwanjani. Pengine kuna namna ambavyo wanaadapt kutokana na ubora wa Simba waliokuwa nao kwa misimu kadhaa nyuma. Hapana, mimi kama ukiniambia timu inayoongoza kwa kucheza kwa kujitolea ndio nadhani ni Young Africans. Wale Yanga mwaka 2019 wanaenda kucheza na Pyramids, wanatembeza bakuli. Mechi nyingi walikuwa wanazigongea Kirumba, hapa walipisha yale mashindano ya vijana ya 17. Katika kutembeza bakuli pale Yanga hajawahi kushika nafasi ya 4 au ya 3. Kwa kuzungumzia spirit, Yanga sijawahi kuona wakicheza lazy. Mara zote wao wanacheza kwa performance ya kujitoa sana. Nafikiri kinachobakia kwao ni namna tu ya kuhakikisha wanaendeleza ile performance yao bora na kuweza kuhakikisha wanapata matokeo ya msingi. Lakini kwa Simba alikuwa na nyakati bora na mara zote alikuwa na nyakati bora kwenye michuano ile ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sina mashaka naye hata. Shukrani sana. Roman TV, habari na burudani kiganjani mwako.